Na mahali kuna maombi ya kutubu, hapo kuna kusamehewa na kuna kuanza maisha mapya. Yule mtu aombangi asamehewi, maana hana time ya kueleza dhambi zake. Na maandiko yanasema avichaye dhambi zake hatafanikiwa. Tunaelewana? Avichaye makosa afanikiwi. Ni kama mtu aliyejifungia ndani yake akana uchungu wa kitu. Kuna mtu ulikasirikia, unakuanga na maumivu, unakuanga na uchungu sababu ya kitu fulani. Ule mtu anakufanga pole pole. Ni kama mtu aliye na magonjwa ya mwili wake na daktari ajui ugonjwa. Unaanza kuona mtu anakonda, anaulizwa, anasema mimi nakula vizuri na mimi sijui nini iko kwa mwili wangu. Kuna kitu haijulikani kinanyonya nguvu ama afya yako. Wakati ukiwa usamehewi, unaendako ukikosa raha ya maisha. Ukiomba sana, raha inakujanga, maana unajieleza mpaka unasikia ile kitu nilikuwa nimebeana kwa Mungu. Praise God. Ndio uzuri wa maombi. Uombe mpaka usikie umejifungua. Na hebu nikuambie, hata leo ukiwa na shida fulani yako, tafutanga rafiki yako muongee. Baka hata ukilia, ongea ulie. Ukilia na ukisikia kitu kimekuondokea, huo unarudi normal. Mtu yote ambao anavunikanga mambo, anabeba, huo akai miaka mingi. No, kiroho ule mtu ambao haombi sana, huo afanikiwi. So mtu yote akiomba sana, huo anaongea mpaka anaambia Mungu, unakumbuka nikiwa mwaka fulani, Mungu nilikoseanga mtu fulani. Na hiyo kitu huwa inanikujia, na ule mtu simuonangi. Sijui yako wapi, nimuombe msamaha, lakini kwa niaba yake nisamehe Mungu na tusamehewe tukiwa na yeye.